unajua kabisa nikishaenda pale naingia hivi, natoka hivi, itakuwa hivi. Sasa wewe kwenda tu wewe unaenda tu kisha kwa nini? Yaani sasa naenda hivi. Yaani unapoenda kama ndio kwenda kuchukua hiyo hela. Unatakiwa wewe ulishaorodhesha matatizo ya mtoto wako yote. Kwa hiyo unajua kabisa pale nafuata 200,000 na yeye akwambia hiyo 200,000 ninayo. Na ukifika akupe hiyo 200,000. Unaenda mambo ya michezo, si mambo ya kupasha, inaongezeka hela. Maana hiyo 200,000 kwa mtoto sio kwa ajili yako. Wewe sio mpenzi wako. Yes, ni mume wa mtu kama unavyosema na mke wake. Kwa hiyo ukienda kuchukua hela mtoto kama anakutaka na yeye mwenyewe ataongeza juu kwa juu. Nyinyi sikilizeni niwaambie, wakutoa hela 200,000 ni nani jamani? Sasa kama atoa hiyo 200,000 kwako ndio maana amekuchukulia wewe kama dada wa kazi. Mke wake anamhudumia shilingi ngapi? Hapana, sikilizeni niwaambie. Unajua kuna vitu vingine mara nyingi watu tunashinaga kuelewa. Mimi mwenzenu fiende kaka fulani nilogo. Unajua yule kaka mimi ndo chango langu. Chango? Baba yako mzazi? Chango. Subiri kwanza. Unaposema chango maana yake yani kwanza chango. Chango. Mimi najua chango ni ile tumbo la uzazi ile. Chango. Yule bwana tangu msichana wangu mimi nilikuwa simjui mwanaume. Yule mimi ndo mwanaume wangu. Na mimi unajua hivi mbona wewe mkubwa sana wewe? Hivi unajua ni mkubwa tu wewe? Yaani umeanza mbali machango sijui nini. Kwa hiyo toka hilo chango alivyoanza nalo mpaka sasa hivi umeshapita na ngapi? Machango unayo mangapi hapo tukuulize? Mengi ila yule namwelewa. Hiyo ndio umelielewa vizuri. Basi usitulalamikie sisi. Haya endelea. Tulalamikia kwamba kakupa 20,000 kwa sababu gani? Wakati kumbe ulienda kwa ajili ya kujiburudisha. Na wewe ni kiburudisho chake. Unatulalamikia sisi wa nini? Mwache na yeye, mwanamke wake ni kiburudisho chake na ndio mwanamke anayemthamini anamlea. Mwanaume akikujali, akikupenda, anakulea. Hata kama anajua unafanya kazi, haachi kukupa hela kwa sababu anajua ni jukumu lake. Sasa chango. Sasa nikwambie tusiendelee kula, tutaongea hapa mpaka asubuhi. Umesema wewe mwanaume na mke wake. Na yeye anakuambia kwamba mimi na mke wangu si nyokonyoko. Na mke wake ashanikana. Hapa tunatakiwa tuna nyumbani kwake. Hela ataitolea hapa. Napajua. Mimi uko sema. Nitakupeleka. Huko sasa mnatoka kwenye usingomasa, mnaingia kwenye kugombania kuwa mama mijengo. Kwani unafika pale unaanza kugombania kwamba nataka mume wangu, unafika pale sasa unaenda na mtoto mwenyewe. Mtoto huyu hapa unaulizisha mahitaji yake. Anahitaji hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Utanisindikiza mati. Bora mwende serikali za mtaa kuliko kwenda kwake. Nyumbani kwake atakuja mwenyewe maji. Anaitwa kule mbona anasema tu mimi kwa siku naongeza 2,000. Yani serikali ya mtaa haisaidii. Mimi nataka niende na mtoto, nikienda na mtoto yule ataingia uoga. Ila peke yangu ni kwa sina nguvu. Aingia uoga. Naenda na ile gume. Haya sawa. Shoga yangu nitakupeleka. Nendeni. Asante. Ndio maana mimi nakupeleka. Mimi sitaki. Yaani tena hapa niondoke kabisa. Kajiandae, utanipigia sasa tukutane wapi twende. Mimi hamna. Shoga, nakufuata na kupitia hapa sasa hivi. Sasa kajiandae basi upendeze tunaelekea hapana jamani. Basi wewe ukajiandae, afa ukija mimi kuna kijola nitakupa kipi? Nimetoka tu juzi kwenye shughuli kipya tu nitakupa. Kijola kacha maandamano. Hapana jamani. Hata tukienda tutachamba mpaka tufe. Mimi hapana. Mimi mwanaume nikishaachana naye, simtaki yeye, simtaki ndugu yake wala ukoo wake. Yaani mimi ni single, nimeshakubali kuwa single, niko single. Yaani sitaki chochote. Unachoongea ni sahihi, hata mimi ndo nipo hivyo. Mimi baba ya mtoto wangu sitaki kujua anaamkaje analalaje. Hainihusu, havinihusu kikeni wala kiumeni.